Hapa nimeshika bahasha moja. Unapoziona hizi bahasha hizi hapa, hii hapa ni ya serikali kutoka immigration. Ni green card ya mtu. Natoa hii video hii hapa kwa sababu ni kwamba kwa mara ya kwanza nimeona imekuwa na spidi sana. Ni mtu ameshinda green card lottery, ameingia Marekani hapa mwishoni wa mwezi wa pili, tarehe 26 mwezi wa pili, na kumbuka mwezi wa pili una siku 28. Lakini sasa tumelipia ile green card yenyewe tarehe 3 mwezi wa 3. Leo unapotengeneza hii video hii ni tarehe 20 mwezi wa 3. Maana yake hapo ni siku 16 almost. Lakini muda kuna weekend, yani ukishoja Jumamosi Jumapili kuna siku kama 4. Kwa kuja kupiga mahesabu process imeenda haraka sana, chini ya siku 13, wiki mbili tuseme haraka. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaona kwamba baadhi ya green card holders wakiapply inafanya haraka. Haijalishi kama umelipa hela kabla hujaja Marekani, hawaanzi kuprocess mpaka uwe ndani ya Marekani, ndicho unachokifanya. Kwa ukifungua green card yenyewe hii hapa, humu ndani kuna vitu gani? Kuna vitu vifuatavyo. Kuna green card yenyewe, unaona kuna kadi yenyewe na kwa mikono ndani na kwa hiyo hicho hapo. Alafu kuna kikaratasi kinachoitwa Welcome to the United States of America, a guide for new immigrants. Ni kikaratasi ambako kanakuwa tu kana mambo madogo tu kwamba becoming citizen procedures zake ni zipi, getting started in US inakuaje, welcome to the United States ni hapo. Ni guide kwamba jinsi gani kwamba how to find a work, your responsibilities zako, file taxes na vitu vidogo vya namna ile pale. Alafu hapa kuna karatasi fulani haka kadogo. Humu ndani baadaye unakuja kukatoa hapa, ndipo ambapo green card inakuwa inaingizwa humu ndani. Wanataka kaingize humu ndani kwa sababu kasije kuna sema ambao unaweza ukaingiza zile nini mnaziita kwa niaba zile chip kana kuwa nayo. Kwa hiyo isije kasambuka, kwa unaweka hapa. Sasa ni vitu ambavyo vifuatavyo lazima vifahamu baada ya kuona green card. Watu wanalaumu, "Oh bwana, mimi na hivi nimekuwa deported au nimekuwa namna gani?" Sasa unapokuwa kila kitu unachopewa kina masharti yake. Sasa unapokuwa na hii green card haimaanishi kwamba wewe ni raia wa Marekani. Kuna tofauti wa green card holder na raia wa Marekani. Green card holder wewe bado ni raia wa nchi yako hiyo unaotoka wewe, lakini hujawa raia wa Marekani. Sasa kuna vitu ambavyo uvizingatie. Hiyo green card inaweza kanyang'anywa. Sio kaza, "Oh bwana Trump no." Wamenyang'anya tu green card miaka mingi sana. Wewe utakuwa wa kwanza. Kwa lazima ujue ni makosa gani yatakayopelekea wewe unyang'anywe green card, au ni masharti gani inabidi uwe nayo. Mfano kuna wengine ni ya kijinga lakini ni masharti. Kwa mfano, wewe umefika hapa Marekani, umefika kwenye apartment A, ndipo unapoishi. Ukahama ile apartment ukaenda kwenye apartment B au kwenye mji mwingine. Inatakiwa kisheria uende kwenye USCIS website ya immigration, ubadilishe address yako online. Au wapigie simu ubadilishe address. Failure change address ile ni equal to deportation. Je, watu wanakuwa deported? How deported? Lakini sheria ndio inasema hivyo. Ni sheria za kijinga nyinginezo. Kisheria hii kadi inatakiwa uwe nayo mfukoni kila wakati. Usipokuwa nayo unaweza kufungwa. Ni sheria. Watu wanafuatilia, hawafuatilii. Hakuna mtu anakuuliza, "Bwana, nionyeshe green card yako iko wapi?" Hakuna hilo swali. Lakini hapo ni sheria. Ukisafiri na hii kadi umeenda nje ya Marekani, hautakiwi ukae miezi 6 na kuendelea. Green card holder anatakiwa akae chini ya miezi 6 nje ya nchi. Ukitaka kukaa zaidi ya miezi 6 na kuendelea, inabidi ujaze form maalum, advance parole form. Ndio inabidi ujaze katika mazingira hayo hapo. Sasa wewe unaenda kule unakaa zaidi ya miezi 6. Kisheria hutonyimwa green card au hutonyang'anywa, ila wakati wa kurudi lazima utoe maelezo mengi na uprove kwamba wewe intention yako ni kuendelea kuishi permanently wa Marekani. Ukizidisha miezi 6, yani miezi 6 na kuendelea, chini ya mwaka mmoja kuna masharti yake. Ikizidi mwaka mmoja green card yako unanyang'anywa, ila haitonyang'anywa completely, utaambiwa uapply na returning visa. Returning visa maana ni mtu ambaye ameruhusu green card yake, atajaza hiyo form, ataapply tena interview balozini, atapewa immigrant visa tena, atakuja Marekani atapewa green card tena. Lakini ni kwamba unakuwa katika katika watch time, kwa sababu gani inabidi uprove kwamba wewe una nia kuendelea kuishi permanently Marekani. Ukizikuna baadhi ya muda ukizidi
hutorudishiwa green card yako moja kwa moja katika mazingira hayo hapo. Ndio maana kuna watu wengine anakuwa na green card lakini anaishi overseas, anaishi katika nchi yake. Kwa nini? Kwa sababu anachofanya anaweza akaenda kule, baada ya miezi 4 anarudi huku, anakaa mwezi mmoja miwili anaondoka tena, anaweza kufanya hivyo au akajaza advance parole form. Lakini sasa hiyo kukaa muda mrefu nje ya Marekani ina effect gani mbeleni? Haina tatizo kubwa sana, unaishi kama kawaida. Ila unapotaka kuchukua uraia wa Marekani, sharti linasema hivi, ni lazima katika miaka 5, kumbuka green card ya njia yote ile pale ni miaka 5 una qualify kuomba uraia. Ila green card by marriage to marry a US citizen ni baada ya miaka 3. Kwa hiyo kama umekaa miaka 5, umeshinda lottery au umepata green card kupitia kazini au kwa njia nyingine wewe asylum whatever, baada ya ndani ya miaka 5 ile pale wataka kuangalia 3 of those 5 years, miaka 3 katika miaka 5 lazima physically uishi Marekani, sio miaka yako mingi umeishi overseas, ili kuweza kuwa ni sifa moja ya kupewa uraia wa Marekani. Sasa raia wa Marekani akisafiri kwenda overseas hana haja, haitajiki kuanza kusema kwamba atakaa miezi mingapi. Unaweza kata miaka 10 usitoe taarifa popote pale, wala uraia wako usumbuliwe vile pale. Sasa kuna watu wengine wanataka na uraia green card asitaka kuchukua uraia, kila mtu ana sababu zake. Hii sio video yake hii hapa, lakini tu ni kwamba utakapokuwa na hii hapa, ukisafiri wewe bado ni Mtanzania, wewe kama ni Mkenya bado ni Mkenya. Kwa ukiomba ukitaka kwenda Uingereza utabidi uombe visa, unaweza kanyimwa visa sababu bado ni Mtanzania, wewe bado ni Mkenya, wewe bado ni Mganda, wewe bado ni Mkongo. Lakini ukiwa raia wa Marekani, ukisafiri na passport ya Marekani, ni kwamba hakuna tatizo lolote ile pale, ni kwamba nchi nyingi utapiga visa yako upon arrival. Kwa kuna faida na hasara katika kila sehemu unayotaka kuangalia katika mazingira. Kwa angalia sifa zako na mambo mengineyo. Lakini vile vile hii green card kuna makosa ukiyafanya mengineyo. Kwa mfano umeenda kucheka watoto, au kuna makesi kusema masuala ya madawa kulevya, au kuna kesi ambazo tunasema credit card fraud. Kuna baadhi ya makosa ambayo yameitwa inadmissible, kwamba unaweza kunyang'anya kadi na vile vile maisha yako yote usipewe hata visa nyingine kuingia Marekani. Kwa lazima ujue makosa ni yapi, usijeweza kulaumu bwana au jamani wabaguzi au watu sijui namna gani. No, unajua masharti. Tumeona kesi kadhaa recently, watu ambao kuna mtu mmoja ameandamana, amechoma shule, chuo kikuu, amekuwa deported. Bwana ni free speech. Ni free speech wasa Marekani. Ni kama vile mimi raia wa Marekani atoke hapa aende Kenya, aanze kumtukana Ruto, anaandamana anachoma bunge la Kenya, hapo tu amuache tukisa ni free speech. No. You are not a citizen of that country. Hata unaambiwa hapa yale unayoongea baada ya pale, je, yanakulinda? Unaenda kuchoma Tesla na Elon Musk. Hiyo ni ugaidi. Yaani unataka Muingereza aje Tanzania achome, amtukane Rais Samia aachwe tu. No. Wao ukija hapa it's a privilege kupewa visa. Kwa hiyo lazima ujue masharti yako ni yapi. Ila baada ya miaka 5 kachukua uraia wa Marekani, hata kama ukimuoa rais wa Marekani, hutonyang'anywa uraia wako. Wewe bado ni raia wa Marekani. So that is the big difference. Lakini tufahamu tu kwamba hii kadi ni muhimu sana katika maisha yako. Kuna watu wengine wanaipata mapema, wanakuja moja kwa moja wameshinda lottery, wamekuja moja wamefunga ndoa au namna gani, lakini wengine wanapata mapema. Watu wengine wanachukua miaka 10, miaka 15. Leo nimeona kuna kesi mtu amekaa miaka 35 hajapata hii hapa na bado iko illegal hapa Marekani. Kwa ni kwamba ndio maana watu wengine wanapofika hapa ni vizuri ujue mapema ni njia gani utakazozitumia kuweza kuchange status kuwa legal Marekani, kwa sababu kwa nayo hii hapa itakuwa freedom of movement, freedom ya masuala mengineyo, kutaka kuja kusettle kifamilia. Mambo mengi sana itakuwa ni hii hapa. Haimaanishi kwamba ni kila kitu, lakini ni green card, ni green light for you to start the life and succeeding in America. Kwa hiyo ni kitu kama cha namna ile pale. Ila sasa ukipata hii hapa vile vile usiabuse, usianze kutukana watu ambao hawana. No. Wewe kama wewe na maisha yako, enjoy maisha yako katika mazingira ile pale. Akitokea mtu anataka ushauri jinsi ya kuweza kumsaidia au kujua vitu baadhi, usimpe matango poli. Mpe good guidance kama unazifahamu. Kama usifahamu, bwana mimi sifahamu zaidi, website fulani itakusaidia katika mazingira ile pale, sio kama talo mbaya. Lakini all ni kwamba nafurahi kuona mtu ameingia hapa Februari 26, amejaza ndani Machi 3, ndani ya wiki 2.5 tayari green card yake imeshafika katika mazingira yale pale. Hii ni highest speed. Mara kwa mara inakuwa ni wiki 4 mpaka wiki 6, nimeona mpaka hata kuna watu wengine mpaka hata miezi 2, miezi 3 inapita hawajapokea. Lakini huyu hapa ndani ya wiki kadhaa tu, wiki 2.5 imepokewa. Hiyo ndio green card yenyewe imefika katika mazingira hayo hapo. Welcome to the United States of America. Welcome to your new home. Asanteni.
sana sana sana.